nikaja nikapigwa na rungu maeneo ya hapa usoni. Imefikia wakati wengine tumeogopa, tunafanya kazi masaa machache. Kumbe anapofika kule kuna mpango umeshaandaliwa. Fika pale anashuka na kuambia labda naomba nisaidie haja ndogo. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakuijia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Mtayarishaji na mtangazaji wako ni mimi Aziza Bakari Mkumba. Kwenye mitambo yupo Shabani Mpute. Karibu uamke nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Amka nasi. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Mara ambapo tunasimuliwa kuwa baadhi ya waendesha pikipiki maarufu bodaboda katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wameliomba jeshi la polisi kuimarisha ulinzi nyakati za usiku kufuatia uwepo wa matukio ya kutekwa na watu wanaodaiwa kuwa ni abiria wanaowapa huduma hiyo ya usafiri nyakati za usiku. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Musa Makali. Maafisa usafirishaji maarufu bodaboda wamesema katika siku za hivi karibuni wamekuwa wakikutana na vitendo vya kuvamiwa na kutekwa kisha kunyang'anywa pikipiki zao mara kwa mara na watu wanaodaiwa kuwa ni abiria wao wanaowapa huduma hususan nyakati za usiku. Ni kweli ndugu mtangazaji, tunayo changamoto kama sisi maafisa usafirishaji. Limekuwepo wimbi ambalo limekuwa ni hatarishi katika maisha yetu, katika ufanyaji kazi wetu wa kuendesha pikipiki. Imefikia wakati wengine tumeogopa, tunafanya kazi masaa machache tukiamua kwenda kuokoa uhai wetu. Ni kwa sababu tu wamekuwepo watu ambao si waaminifu, tunawaamini kuwa ni abiria wema, wanakukodi sehemu fulani. Mkishaenda mnafika mahala mnakuta wameandaa mpango mkakati, aidha wakuzuru wewe wachukue chombo au wakuhatarisha watu wakija kuokoa, unabaki na ulemavu. Kwa hiyo tunaomba tu jeshi la polisi mtusaidie kama ni kuongeza ulinzi namna gani ya kukabiliana na wimbi hili ambalo lipo. Kuna wenzetu wengi wapoteza maisha kwa njia hiyo na wengine pia wanakuwa wanatapeliwa vyombo vyao, wao wakirudi vyombo vinapotea. Kweli mwandishi, haya matukio yapo na yanafahamika wakati wa usiku. Mtu anakuja kijiweni, anafika, anakukodi, anakuambia nipeke labda mahali. Mnabaini bei, mahali shilingi ngapi, ni kiasi kadhaa. Kwa hiyo kisha baini bei, basi maliziana, anakaa kwenye pikipiki unampeleka. Kumbe anapofika kule kuna mpango umeshaandaliwa. Fika pale anashuka na kuambia labda naomba nisaidie haja ndogo. Sasa ule akishashuka ajisaidia haja ndogo, hapo hapo watu wanajitokeza. Ni kundi la watu, wana mapanga, wana sime. Wanatukia tu amsha kukata panga, unadondoka, pikipiki inaondoka. Ni kweli hivyo vitendo vimekuepo sana sana, hasa hapa mjini, vya watu kama watu pengine kukodi, wanakuja vijiweni. Mwanzoni wanaonekana ni watu ambao wanatafuta usafiri. Kwa hiyo huwa wanakuja kwa lengo la kuchukua kama usafiri, na sana sana inatokea mida ya usiku. Na hivi vitu vimekuwa vikitokea sana kwa wale sana wale mabodaboda au wale driver ambao wanafanya kazi za kukesha, yani wanafanya kazi asubuhi mpaka jioni na wanaunga mpaka asubuhi nyingine. Kwa hiyo huwa wanakuja vijiweni, wanachukua kama usafiri wa kwenda mahali fulani, lakini wakifika katikati ya njiani au katikati ya safari ndio huwa inatokea pengine wale abiria huwa wamejiandaa na huwa wamepaki watu sehemu, aidha wanapigwa vitu vizito kichwani au mnondo, mtu anadondoka na driver kisha dondoka, yule anachukua pikipiki anaondoka. Kwa hiyo kiujumla hivyo vitu kiukweli hapa ni kili huwa vipo, na madereva wengi wamekuwa wakipotezwa kwa njia hiyo, wengine wanafariki, wengine tu wanaumizwa kwa staili hiyo. Lakini pia nishukuru jeshi la polisi katikati hapa limekuwa likipambana sana kuzuia vitendo kama hivyo. Lakini mbali na kwamba wanapambana kama jeshi la polisi, lakini bado vitendo kama hivyo bado vipo. Kwa hiyo tu niombe jeshi la polisi waongeze bidii, wazidi kupambana kwa ajili ya kutusaidia sisi madereva, maana ndio kazi ambayo tunaitegemea
na ni kazi ambayo tunaamini ni salama sana kwetu. Kwa hiyo niombe jeshi la polisi wasilale na niombe jeshi la polisi msaada zaidi. Kutokana na hali hii, maafisa usafirishaji wanasisitiza haja ya kuwepo kwa mikakati madhubuti zaidi ya kiusalama. Changamoto tulionayo kwa wale ambao wanaokesha ni kwamba anaweza akabeba abiria afu abiria kampeleka sehemu ambayo asiyojua. Ikishafika huko inakuwa changamoto ya kutekwa na kupigwa na kunyang'anywa pikipiki. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo. Kwa mfano ni mimi yani maana kwamba ni mimi mwenyewe nilipata abiria akanipeleka maeneo gani yale nilisema? Sio maeneo ya Pambazuko. Sasa nilipofika pale nilikuwa nimebeba abiria. Yaani ilifika sehemu tochi zikapigwa. Mara ya kwanza, mara ya pili. Vitendo sikuweza kumjua. Ilikuwa ni usiku. Adha inayotokea kwa ajili ya ubebaji wa abiria sana usawa muda wa usiku. Changamoto ni za kutekwa, kunyang'anywa pikipiki na kufanywa fujo. Labda inakuaje mpaka na hiyo inatokea tunazungumzia kwa wale watu wanaokesha. Changamoto zake ni watu wanaokesha mida saa 9 mpaka saa 10, saa 11. Sasa huwezi jua mtu anayembeba ni mtu wa aina gani. Kwa njia ya simu akizungumzia swala hili, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo rai anaitoa kwa maafisa usafirishaji kutoa taarifa mapema wanapobaini vitendo vinavyohatarisha usalama wao. Lakini matukio kama hayo ulioniambia ni matukio mazito, ni vizuri yakaripotiwa, na yakiripotiwa itakuwa ni rahisi sisi kuchukua hatua kuzuia yasiendelee. Amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza, nenda East and West, Magic the best, radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu, jioni usiku, siku sita siku, kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka.